Karibu kwa mara nyingine tena kusikiliza habari kutoka Grand Lac One TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, comment and share. Hapo utakuwa umetunga mkono 100%. Grand Lac One TV, the sound of news. SE wa 3e batayo ya CNPCC inayoongozwa na komanda wa tayo Shalumba Leonard. Naam, kejeli zipo nyingi kwenye shamba la mapambano kwamba nyinyi pengine hamfiki na hamfanyi kitu. Kuna wengine na kejeli kwamba wazalendo wataweza nguvu za M23. Una mengi ya kusema kuhusiana na hilo? Ndugu mtangazaji, naweza nikwambie kitu fulani kimoja. Sisi tulitoka hapa tukaenda kwenye vita, tukaenda zuia adui. Adui anaonekana ana nguvu. Adui ana nguvu. Yoyote mwenye anasema adui kuna nguvu, ule ni adui na yeye. Kwa nini? Awapende sisi tuchangamane, il faut tupige ule adui. Tanke mimi nilifika Nyamtende, nikafika Toyota, vita ya Nyangezi. Ijapokuwa kwa sasa niko nasema niko mvile ya Baraka. Tunakuya kumapumziko juu ya mazaifu yenye tulipata katika vita yetu ambapo tulienda pambana na M23 au adui mwenye anagrese inji yetu. Naam, kwa mujibu wako unadhani kwamba wale wanaozungumza ni maadui tu au wanachukia mfumo mzima wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mimi ninaona wale ni maadui kwa sababu katika shamba la mapambano mimi nimeona hata watu wa inji wa Kongomani wako katika wanajiunga na waasi na wale wa M23. Wakati nilipokuwa katika shamba la mapambano nimeona Wakongomani na wanatupiga sisi wazalendo. Nikiona mtu ambapo anayosema nyinyi mnashindwa amu avance, nina comprendre ule mtu ni adu, ni enemy kwangu. Akwe raia, akwe jeshi, mimi ninaelewa ni adui ngambo yangu. Njisi nilivyoona katika vita. Sawa, katika vita sawa yalisema na ukaona vile. Katika jiji la Baraka umeshatembea, nadhani umeshafanya takriban siku 15 hapa. Na kwa Baraka nako kuna watu wa aina hiyo ambao wanazungumza hivyo? Watu wa Baraka napenda kuwaonya. Kwa sababu wanaingia mulengo la waasi. Kwa sababu ya nini? Mimi napozunguruka katika kijiji cha Baraka au mvile ya Baraka, watu wanaongea walisha kamata wapi. Kwa nini wewe unasema walisha kamata wapi na wewe uko wapi? Ulituma mtoto wako, ulimtuma mtoto wa shangazi yako, ukatuma mtoto wa mjomba wako aende apambane. Wale wenyewe unaowaambia walishindwa, wanashindwa kukamata ni wanani? Na considere na wewe uko adu. Naonya watu, ikiwa raia, polisi, FARDC ya Baraka, mwenye atasema ile neno, sisi jeshi la CNPCC tutamufuatilia, tutakonsidere ni adu. Kamata ilikuwa miezi ya kupita hapa, kulikuwa kamata kusema kukisia watu pengine wanatumika na waasi. Kwa upande wenu je, mliwahi kuvifanya hiyo? Tumefanya hiyo ndugu zangu. Hapa Baraka watu wenyewe walitumika na wanakabila. Wanafata ile mkondo ya Banyarwanda. Na wale watu njoo wanasumbua hata jiji la Baraka. Hata adui anaweza kaingia hapa. Ni watu wenyewe walitumika mu RCD. Wakatumika na ule mtoto wa Kanambe, ule bwana Yosefu Kabila. Njoo anasumbua na akatia ile pipinyere ya mubaya hata mjiji letu la Baraka na mu territoire ya Fizi. Unadhani ni nini hasa wanafia? Nini wanataka kufanya na wazalendo wanapigania nini hasa? Sisi tunapigania haki ya nchi yetu. Naacha watoto wangu munyumba bila hata kopo la unga, hata kopo la maharagi. Mimi najitoa mwili wangu. Niende nipambane juu adui anagrese nchi yetu. Kwa sasa mimi napoacha vile, wengine wanahitaji makuta. Wapate makuta bwana. Ndugu mtangazaji, tusifichane, tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Hii ni dunia, tuambiane ukweli. Yeye anahitaji apate makuta juu ajenge manyumba, afanye aonekane yuko mtu fulani. Sasa mimi niko mtu wa maisha ya kuchoka, tena najitoa naenda pigania nchi. Wewe unataka nini kwetu sisi ambapo tunayojitoa?
juu ya inji. Yani anataka utajiri kuliko anataka utajiri kuliko inji. Yani utajiri njo anataka kuliko kupigania au kulilia inji yake. Unamwambia nini Felix Antoine Tshisekedi? Mimi naweza ambia Felix Tshisekedi, president wa inji, angalie gisi atasutenire wazale